Mungu ni mwekezaji. Mungu tena sio mwekezaji ambaye anapata hasara. Hataki hasara. Anapowekeza lazima faida ionekane. Ndio maana anasema anapolituma neno lake halitamrudia nini? Bure. Lazima litimize makusudi na mipango aliyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Halirudi bure. Na ndio maana Paulo anasema kwamba sitaionea haya injili, maana ni uweza wa Mungu letao wokovu. Muulize jirani yako, wewe unaionaje injili? Mwambie Mungu ameweka neno ndani yako. Usimnyamazie, mweleze kwa kweli. Amekupa Roho Mtakatifu. Amekupa karama na vipawa. Nionyeshe matunda yako wapi? Nionyeshe matunda yako wapi? Yako wapi? Mungu atusaidie sana. Mungu anataka aone kitu. Akatoa ule mfano yule bwana aliyewapa talanta, aliyowapa pesa, aliyowapa vitu vya kufanyia, na akasema, ukisoma vizuri anasema aliwapa kulingana na uwezo wao. Hakuwapa kwa kadri ya yeye alivyofikiria tu. Aliwapa kulingana na nini? Na uwezo wao. Aliwapa kulingana na uwezo wao. Lakini matokeo yake yalikuwa ni nini? Mmoja alimpa 5, mwingine akampa 2, mwingine akampa 1. Ukisoma kile kitabu cha katika vitabu hivi vya injili vyote amezungumzia huu mfano. Lakini nitaka nikupe baadhi ya mistari mingi, nitakupa baadaye. Anasema baada ya muda kupita, yule bwana akarudi. Na aliporudi akafika kwa wafanyakazi wake, akasema bwana akakutana yule ambaye amempa talanta 5. Akamwambia, niambie umezifanyia nini hizi? Akamwambiaje? Bwana, ulinipa talanta 5 hizi hapa, lakini nilizifanyia biashara na nyingine 5 hizi faida. Kwa akampa ngapi? Sio 5 tena, akampa ngapi? 10. Akaja kwa yule ambaye alimpa 2, akamwambiaje? Bwana, ulinipa 2, lakini nyingine 2 hizi nina 4. Sikuwa na hasara, nilizifanyia kazi. Lakini kuna jamaa mmoja yeye tena alisema, niliogopa. Hofu. Yaani moja ya tatizo ambalo linawafanya Wakristo leo kuto kuzaa matunda, moja ya tatizo kubwa ni hofu. Na ndicho yule jamaa alichosema. Alafu akaanza kusema maneno magumu kwa bwana wake. Mimi nilijua wewe bwana mtu mgumu sana, unavuna usikopanda. Maneno ya ajabu. Alafu anamwambia, nilienda nikachimba chini mwenzako, nikaifukia. Kwanza nimeifikiri nisije nikaipoteza, lakini sasa iliyo yako ni hii hapa moja ulionipa. Akamwambia, mtumwa mbaya wewe, nimewekeza vitu kwako nikijua vitazaa matunda, utazali tena. Akamwambia, kama wewe huwezi, kwa nini hukuwapa wengine wanaoweza? Na ndio ile Paulo analosema, wewe kama unashindwa kuhubiri, kwa nini usiwatie moyo wa kuhubiri? Wape uwezesho. Kwa sababu anayetumika na nabii anapata karama za nabii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameweka kitu ndani yako. Ameweka kitu ndani yako. Na ndio maana Yeremia anasema, nitawezaje kutulia? Hebu tuisome ile Yeremia. Nataka ule mstari wa A peke yake pale. Kitabu cha Yeremia mlango wa 47 mstari wa 7a. Yeremia 47:7a. Inasemaje pale? Biblia inasema, utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Alafu ni swali. Unawezaje kutulia mama? Unawezaje kutulia baba? Vijana, watoto, wazee, mnawezaje kutulia wakati Mungu amekupa agizo? Na agizo lake liko wazi kabisa, hajaficha. Na kama lisingekuwa hilo agizo, nafikiri tungeokoka tu, tungeenda mbinguni moja kwa moja. Maana hakuna kingine. Tumeachwa hapa ni kwa ajili ya hilo agizo. Na ndio maana Yesu wakati naomba anasema, Baba, siombi uwatoe hawa ulimwenguni. Maana kama lisingekuwepo lile agizo, sisi tungetolewa. Angesema, Baba, kila ambaye anakupokewa naomba ndo iwe tiketi ya kuja kabisa huko. Hapana. Akatupa agizo.
Na agizo hili sio kwamba tunaenda peke yetu, akasema niko pamoja nanyi hata mwisho wa nini? Hamtaenda peke yenu. Na akasema mnahitaji nguvu, nimewapa Roho Mtakatifu. Na ndio maana wale wakaambia msiondoke kwanza mpaka mpate nguvu. Leo tumepewa nguvu, tumepewa neno, mafundisho mengi tunapewa, tunajengwa kiroho, tunainuliwa kiroho, tunabarikiwa kiroho, lakini tunaishia wapi? Kujibariki wenyewe. Wakati tunaimba huu wimbo, Bwana umenipendelea, Bwana umenipendelea, nikana waza, Bwana umetupendelea, kweli umetupendelea. Maana Yohana, katika Yohana ule mlango wa kwanza mwishoni, wakati anamtambulisha na Yesu, anazungumzia yeye amekuja amejaa neema na kweli. Alafu anazungumzia, anasema katika ukamilifu wa Kristo Yesu tumepata neema na juu ya neema. Nikaanza kuona mibaraka ya ajabu ambayo Mungu mchungaji ametufundisha hapa. Kwa muda mfupi sana amezungumza kwa habari ya baraka, kwa habari ya neema na rehema. Na kwa namna gani sisi tumependelewa, si tu rehema na neema. Na Biblia inasema sio tu neema, neema juu ya neema. Na Paulo mahali fulani anasema utukufu, hata utukufu sio vitu vya kawaida. Lakini tunavifanyia nini hivi? Tunavifanyia nini hivi? Tunajibarikia wenyewe? Tunainuana tu wenyewe? Hapana, watu wa Mungu. Yesu alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote, sio kwa ajili yako peke yako. Mgeukie mwenzako, mwambie acha ubinafsi, peleka injili. Wale walifanya kazi yao, wasingepeleka injili mimi na wewe tusingekuwepo hapa. Yuko mtu alitoka akaenda akashuhudia, ndio maana na wewe uko mahali hapa. Fikiria kama naye angekuwa mbinafsi akakaa. Unafikiri Mungu anatuma malaika? Kwa malaika naenda kahubiri? Hakuna, haiwezekani. Kornelio ametoa sadaka, amefanya mambo mema mpaka yanamfikia Mungu. Anasema sasa huyu mtu bado hajampokea Yesu, hawezi kuja huku japo sadaka zake ni nzuri na nini. Kwani si alituma malaika? Alimwambia malaika nenda kamhubiria? Malaika alitoa maagizo, anasema bwana, issue ya injili ni hawa waliopewa hii neema ya kufundisha, ya kuhubiri injili, ya kumtangaza Kristo. Kwa hiyo alitoa tu maelekezo, nenda kwa mtu fulani atakwambia nini cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa na, kwani Mungu hana uwezo wa kutuma malaika kwenda kuhubiri? Angeweza kufanya hivyo. Lakini ametuheshimisha mimi na wewe. Sisi ndo mawakala, sisi ni mabalozi, sisi ni mawakili. Bwana Yesu asifiwe. Tunawakilisha ufalme wa mbinguni. Ingawa ni kwa mengi au machache, na nukuu maneno alisema Paulo kwa yule mfalme aliyesema, yani hata kwa haya machache unataka unifanye na mimi niokoke. Sasa nabii nasema ingawa kwa machache au kama ni kwa mengi, natamani ubebe huu mzigo ndani ya moyo wako, kwamba sitatulia maisha yangu yote, sitatulia hata niwalete watu kwa Kristo. Sitatulia nilitimize ili agizo ambalo Bwana amenipa. Sitatulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa tumezungumza mambo mengi katika siku hizi zote. Leo nilitamani sana tuzungumze kwa habari ya namna ya kuwalea waongofu wapya. Tumezungumza mengi kuhusu injili. Tumezungumza mengi kuhusu njia mbalimbali za kuwaleta watu kwa Yesu. Tumezungumza mengi kuhusiana na vikwazo na changamoto mbalimbali za kupeleka injili ni zipi na namna gani tunaweza tukazishinda. Sasa leo tuangalie njia mbalimbali au namna ya kuwalea waongofu wapya. Hatuishiagi na ngoja ni project yaka kapichi changu japo itabini nizunguke hivyo hivyo. Hatuishiagi kwenye kushuhudia tu na ukaishia pale. Kwa hivi itaonekana okay. Mtazunguka kidogo at least muone hichi kitu. Na unapoangalia utaona kuna mzunguko wa maduara haya. Duara la kwanza kabisa pale juu linasema muamini aliyekuwa katika Kristo. Duara la kwanza kabisa, muamini aliyekuwa katika nini? Katika Kristo. Lilo juu kabisa pale. Huyu muamini ni muamini ambaye amepewa agizo. Na baada ya kulipokea agizo, duara linalofuata mkono wa kulia kutoka hili la juu linasemaje? Uinjilisti, ushuhudiaji. Anatoka, anaenda kushuhudia, anaenda kulitaja neno la Kristo kwa watu ambao bado hawajamjua Kristo. Linafuatiwa na nini?
Waongofu wapya wataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Watu watazaliwa, watu wataokolewa. Lakini aliishia hapo. Sasa wengine wao wanaishia hapo, akishazaa ameondoka, amemaliza. Bwana alinituma nikasema habari njema, nishasema, wameamini, nimewawekea mikono, nimewaongoza sala ya toba, wameshamjua Kristo, nimemaliza huyo. Hapana. Inafuata ufuatiliaji mafundisho ya awali. Lazima tuwafuatilie, lazima tuwafundishe mafundisho ya msingi ili waweze kusimama katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tufanye hivyo. Lakini pia haishii hapo, ni lazima tuhakikishe wanakuwa. Wala lingine pale, ukuaji na utumishi kanisa. Lazima wakue, na ili wakue tunawapa fursa mbalimbali za kutumika. Hata nao wafike hatua ya kukamilika katika Kristo na waweze nao kuwa. Maana hatukuambiwa enendeni ulimwenguni mote mkawafanye watu kuja kanisani. Hapana. Lengo halikuwa kujaza kanisa. Enendeni ulimwenguni mote mkawafanye watu waniamini tu mimi. Hapana. Ni kweli watatakiwa kuamini, ni kweli watatakiwa kuja kanisani kujifunza maneno ya Mungu, lakini lengo lilikuwa ni kuwafanya wanafunzi. Na mwanafunzi siku zote anazaa mwanafunzi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunawafundisha, tunawatembelea, tunawainua, tunaomba nao, tunawatia moyo kuhakikisha nao wanakuwa wanaweza kwenda kuzaa na kuambia watu wengine habari njema za Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama unaandika jambo la kwanza, andika maana ya kuwalea waongofu wapya. Maana yake ni nini? Nimeweka vitu vidogo vidogo hapa, vingi kidogo. Unaweza kaandika la kwanza, kumjua Kristo kwa undani. Tunapowalea, yani lengo ni kuhakikisha wamjue Kristo kwa undani, kumjua sana. Na Hosea 5:5 anasema kwamba Mungu anasema nataka fadhili na sio sadaka, na nataka kumjua Mungu kuliko sadaka ya nini? Ya kuteketezwa. Moja ya takwa la Mungu, moja ya kitu ambacho Mungu anataka ni kuona watu ambao wanampokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake wanamjua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wanamjua nani? Muulize jirani yako, wewe unamjua Mungu kweli? Mwambie kuambia kitu kimoja kuhusu Mungu. Hebu niambie, nini unajua kuhusu Mungu? Alafu nisikie. Ameshakwambia. Wengine mbona nisaidieni kuhubiri watu wa Mungu. Muulize, mwambie niambie kitu kimoja kuhusu Mungu. Amesemaje? Nyosha mkono kama amekwambia. Nataka nije hapo. Nyosha mkono kama amekwambia. Kama hajakwambia usinyoshe mkono. Kakwambia, asante. Amekwambiaje kuhusu Mungu? Ameniambia Mungu ni pendo. Kasema Mungu ni pendo. Safi. Safi kabisa. Mungu ni pendo. Nyinyi hapa mjaambiana? Eti bibi hajakwambia kitu? Muulize. Wewe unajua nini kuhusu Mungu? Mama pale katuambia yeye kaambiwa Mungu ni pendo. Vipi? Amekwambiaje? Nipa jibu ila najua Mungu ni muumbaji. Yeye kasema Mungu ni muumbaji. Mungu ni pendo, Mungu ni muumbaji. Na nafikiri huko utakuwa umeambiwa kuhusu Mungu. Si ndio? Lakini vingi tunavyovizungumza kuhusu Mungu utavikuta vinazungumza tu tabia ya Mungu. Basi Mungu ni muumbaji kwa sababu ndicho anachokifanya. Yeye anatengeneza vitu kutoka nothing, from nothing to something. Sisi wanadamu tunatumia material, vitu ambavyo yeye ameshavitengeneza, ndio tunatengeneza sisi vitu vingine. Lakini yeye aliumba ulimwengu kutoka kwenye hakuna kitu. Na ni kweli nyaraka zote za Yohana anamfunua Mungu kama upendo. Na tulizungumza moja ya injini ambayo ilimsukuma Mungu kumtuma mwanae kuja afe, ile injini iliyomsukuma ni upendo. Sio anasema hiyo 3:16. Kwa maana jinsi Mungu alifanya nini? Alipenda. Alikupenda wewe. Aliwapenda na wale japo bado hawajafikiwa. Na hilo ni jukumu lenu. Aliwapenda. Na Paulo anaiweka wazi, tungali tukiwa wenye dhambi, yeye alifanya nini? Alikufa kwa ajili yetu. Ni kwa sababu ya nini? Upendo. Hiyo ni tabia ya Mungu. Yeye ni upendo. Na anasema asiyependa
hajamjua Mungu. Hebu muulize jina. Alafu muulize kwa uaminifu, wangapi umewaleta kwa Yesu? Kwa uaminifu kabisa akwambie. Mwambie kwa mwaka mzima huu tangu tumeanza Januari, wangapi umewaleta kwa Yesu? Kama umewaleta, amemleta mmoja kwa Yesu, nyoosha mkono juu. Maona kazi hiyo? Tuna mmoja. Kwa tumemleta mmoja mwaka mzima. Jamani, upendo huko, kwa sababu upendo ulimsukuma Mungu kuja kufa, kutafuta vilivyopotea, kuupatanisha ulimwengu na yeye. Na Yohana anatuambia kabisa, jamani, kama hamna pendo nyinyi hamkumjua yeye. Maana ni upendo wa Kristo unaotubidisha. Paulo anauzungumzia. Unatubidisha kuambia wengine habari njema. Sasa tusipowapenda na kuwaambia jamani, au wengine wanachukua ile mizee wanajaribu kuibadilisha ili iendane na wanachokitaka. Kasema pendaneni ninyi kwa ninyi tu, upendo wa ndugu tu, ninyi kwa ninyi. Hapana ndugu yangu. Kwa sababu lengo la Mungu kuja kufa, na Yesu mwenyewe anasema nitalijenga kanisa, milango ya kuzima itaweza. Na anasema kwamba ninyi ni nuru. Lengo la nuru hii sio kuiweka chini ya kitanda, chini ya meza, chini. Lengo ni kuliweka juu, ing'ae, watu waone, wakae katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Tutashangaa majumbani kwetu ni sisi tu tunaabudu, lakini majirani zetu giza tele lipo. Giza tele, hakuna kumjua Mungu. Na yeye mwenyewe anasema nataka sana kujua kuliko sadaka. Unajua ngoja nikwambie, kama kuna sadaka ya thamani mbele za Mungu kubwa, ni kuwaleta watu kwa Yesu. Kutoa muda wako, kutoka na kuambia watu habari njema, lakini pia na kuwafuatilia kile tunachozungumza leo, kuwafuatilia. Kwa hiyo maana ya kwanza tumesema, maana ya kulea waongofu wape, jambo la kwanza tumesema ni kumjua Kristo kwa undani. Nimekupa hiyo Hosea 6:6. Lakini pia kukua katika imani. Mungu anataka tukue katika imani, kuwasaidia hao waongofu wapi wakue. Na mimi nina mashaka mchungaji, na mashaka kwa sababu kama sisi wenyewe hatujakuwa na kumjua Mungu, hatujajawa katika, hatujashindiliwa na kujaa na kusimama katika imani. Si mnajua jamani, hata trick aliyotumia Yusufu ilikuwa ni hiyo. Mnakumbuka not Yusuf, nani babake? Yakobo. Mdanganyifu. Baadaye akaitwa Israeli. Alitumia trick hiyo alipoenda kwa Labani, kwa mjomba wake. Ubadilisho mshahara mara nyingi sana. Kwambia sasa mshahara wako nafikiri wewe itabidi mbuzi wale wanyama wote ambao wana marakaraka wale ndio watakuwa wako. Wale ambao wako plain tu wana marakaraka wale watakuwa wako. Alikuwa anachukua wale walio dhaifu. Akiona mbuzi au kondoo amepandwa na kondoo dhaifu, haweki ile picha ambayo alikuwa anajaribu kuweka ili apate mazao ambayo yatamfanania yeye. Alikuwa anaondoa ili walio dhaifu wawe wanani? Walabani. Sasa mtoto dhaifu yote atazaa dhaifu. Aliye imara na strong kiroho atazaa majani walio imara katika Kristo. Kwa hiyo ndugu yangu, tunaambiwa neno la Kristo lijae kwa wingi ndani ya mioyo yetu. Lijae, soma, tafakari, omba kwa Roho akusaidie ili unapotoka na kumwambia mtu habari za Kristo unahakikisha huyu hatapotea, atasimama katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaziona changamoto za kama Bwana akitupa neema. Sijajua baba naenda mpaka dakika ngapi. Hebu ndio kidogo. Asante. Nimesikia tu. Nimesikia nini? Nimesikia Bwana. Amen. Sawa. Kwa hiyo jambo lingine, kujenga tabia ya Kristo. Paulo alikuwa anawaandikia moja ya kanisa, anasema natamani sana watoto wangu Kristo waumbike
akahubiri sana, watu mamia kwa mamia wakaokoka. Na mimi nilizungumza juzi, sisi tulikuwa na mkutano wa wiki nzima, na niliwaambia idadi ya watu waliokoka. Si mnakumbuka wale ambao walikuja kwenye senta? Alafu nikamwambia niulizeni, wapo sasa hivi wako wangapi waliobaki wanaendelea na wokovu? Na ni kwa sababu gani? Ufuatiliaji. Na hiyo kazi sio ya mchungaji. Yeye kazi yake kwa kuwalea nyinyi, kuwafanya nyinyi muwe wanafunzi, na nyinyi mnapoenda mnaoleta wanafunzi, na Biblia inasema kwamba Mungu hutukuzwa sana kwa vile sisi tunafanya nini? Tunakuzaa. Mwambie mwenzako, mpaka mwaka huu uishi, nategemea kuwaleta wangapi kwa Yesu? Tuna miezi mingapi imebakia? Miezi mingapi imebakia? Yeye anatamani moto wake ndani yako useme, hakika Bwana kama uishivyo, roho yako ishivyo, na kama unapenda sana ingekuwa ni kama vile mtumishi wa Bwana akatamka vitu na vikao. Natamani leo tutamke matamko katika jina la Yesu. Na wakati watu wanatamka mabaya yetu na yanatokea kwa sababu hatujayabadilisha kwa matamko. Tunataka tutamke matamko kama shetani alitamka matamko kwamba hatutakuja kuzaa watoto wa kiroho. Tunaenda kuyavunja matamko na tunatamka kabisa, mwaka kabla hujaishi, kwa jina la Yesu nitaleta idadi kadhaa ya watu waliokoka. Nataka nikwambie sisi hapa, hata tungemleta huyu kanisa itosha, nafasi itosha, tunaanza kufikiria kufanya nini? Kupanua zaidi, na ufalme wa Kristo unajenga. Muulize wenzako, nasubiri toka naye kawaambia watu wa njema. Haleluya! Lakini pia tunatakiwa kuwasaidia kushinda majaribu na kushiriki huduma. Ni lazima tuwafuatilie. Tunapozungumzia issue ya kuwalea waongofu wake, ni lazima tuhakikishe wanamjua Kristo kwa undani, tuhakikishe kwamba wanakuwa katika imani kama tulivyosema, lakini pia kujenga tabia ya Kristo kama tulivyozungumza, tabia ya Kristo na iumbike ndani yao, kujenga tuwasaidie kushinda majaribu. Majaribu sio kwamba unajua, kuna wengine walihubiriwa wakaambiwa tu kwa Yesu ni tambalala. Hivi ile nyimbo bado tunaimba tulishaiacha. Nashukuru kwa theolojia wametusaidia. Kuna listi za nyimbo. By the way, namshukuru Mungu amenipa neema ya kuwa mratibu wa kitaifa wa mambo ya teknolojia, sauti na muziki, lakini kuna vitu natamani tuvijaribu kuviseto kidogo. Kwa sababu kuna nyimbo nyingine bado tunaziimba, lakini maudhui ukiangalia kitheolojia mpaka kwa shahidi hao watu wanajua unachokiimba na wanajua maneno yake hapo unapotamka yanakuwa. Kwa hiyo angalia sana unachokisema, unachokiomba, unachokiimba. Angalia sana. Kuna siku moja wananyang'anya ndio niachie Yesu. Na wanakunyang'anya kwa kweli. Unabaki na Yesu. Au wanaimba usinipite. Au unaniambia nitembelee Yesu. Yeye anasema hivi, kinipenda na kushika na mwanangu, mimi Baba tunakuja kutembelea. Anasemaje? Tunaweka makao, tunaishi hapo, hatutembei. Wasa mtu anayetembelea anakuja kwa jamani, mjambo salama, asante, nimekuja tu kuwatembelea. Ina maana kuna wakati tutakuona unatembea na nguvu za Mungu, hapo wakati tunakuona ni mpagani. Kwa sababu ulitembelewa, sio? Uliza jina lako, na umetembelewa? Neno la Kristo ndiye kwa wingi ndani yako. Usikubali kutembelewa. Mimi sikubali kutembelewa katika jina la Yesu. Kutembelewa. Na ukisikia mwimishaji anatutembelea, wewe anza kunena tutarudi. Ambia wewe utatembelewa. Mimi lakini anakaa kuishi na kama ni kula ndicho Yesu alichosema. Niko mbona na bisha atakayefungua sio nitamtembelea. Nitaingia kwake, nitakula naye, na yeye pamoja nami, kwa maana naweka makao na anakuwa na uhusiano na yeye. Haleluya. Mungu atusaidie. Tusitembelee katika jina la Yesu. Tuishi naye, tukae naye. Kwa hiyo kwa kupoma naye kwa haraka sasa, hebu tuangalie kwa nini ni muhimu kuwalea waongofu wake. Moja au ni kwa sababu waongofu wake ni kama watoto wachanga. Na unaweza kuandika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 2. Paulo anawaambia nini? Biblia inasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza
kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Hii ndio moja ya tabia ya mtoto ambaye ameokoka leo. Haishi chakula kigumu, anapewa maziwa, mafundisho ya Roho. Wokovu ni nini? Utaishije na wokovu? Ufanyeje? Rafiki zako wa zamani wakija wakakwambia hiki na hiki, unatakiwa uwajibu vipi na kadhalika. Tunatakiwa kuwalea katika Kristo kama sisi ambavyo tulilelewa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaandika tena Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 2. Anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogushiwa, ambayo ni neno la Mungu, ili kwa hayo tupate kukulia wokovu. Neno linatusaidia kukua. Tunatakiwa tukue. Paulo anasema kue hata kufikia kimo cha Kristo. Tunatakiwa kukua. Tunatakiwa kukua na kumjua zaidi na zaidi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, ni kwa sababu tunahitaji kuwalea, kwa sababu wao ni kama watoto wachanga. Uwezo kazaa mtoto wako kumwacha, sio? Hujua amekula nini, hujua amefanya nini. Kuna mtu mmoja akatoa mfano, akasema kuna mama mmoja, sasa sijajua kama alimzungumzia kama mfano ni kweli hali si ilitokea. Anasema walimsema sana kwamba huyu hata kuja kuzaa hazai, kupita miaka mingi sana hajazaa. Siku walipozaa ulini amezaa, akatoka na kwanza kuzunguka na ile jambo lake, kuzunguka kila wodi, nimezaa leo, nimezaa, walisemaje sasa hivi nimezaa. Amezunguka ile hospitali, kila chumba anazunguka, kamwacha mtoto ajue amenyonya kile gani. Yeye ni furaha tu ya gani? Na nini kitakachotokea? Sasa sio kama huyo umeenda mshike kwa mara yako kwa kupenda mshike hapo, unaanza vizuri. Ninaye mmoja kwa Yesu, ninaye mmoja, umemfuatilia, umemlea, unatakiwa uendelee kuhangaika na kumlea kuhakikisha anajali naye anasimama kama wewe umesimama. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Mbegu zako kuzaa haitoshi, malezi lazima yafuatiliwe. Haleluya! Kwa sababu ile ilikuwa ni kwa sababu shetani anajaribu kurudisha nyuma, lazima tuwalee, lazima tuwafuatilie, kwa sababu shetani